Leo ni leo pezewe. Karibu sana na ndi karibu tena. Hata kama nimechelewa kwa lisari moja, tukao tunafanya kitu muhimu sana. I hope kwamba mahali ambapo nawakilisha mtu wangu nafasi na siku imekuwa salama. Tangia siku ya gani ile Alhamis by the way, Wednesday. Tulimiti hapa siku ya Jumatano. Hivi kama sijasahau. Siku ya Jumatano, and that's the time tulimiti hapa. Alhamis, Ijumaa sijakuwa huku, but I appreciate and I thank God for this opportunity and this moment. Today I'm here with you guys. I want to do what? To appreciate you. Just karibu sana. Tunapenda kupiga moja mbili tatu katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. I normally tell you wakati ukiona nimeangalia katika sehemu hii, fahamu ama jua kwamba Ruto unaendelea kushughulikia vitu mbili tatu kutokana na sehemu hii ya 245. I hope kwamba siku yako imekuwa poa na umeshinda poa, wiki ndio umeanza. Wala ambao mnaenda kanisani, sapato pia nao imefanya nini? Imepiga chenga kidogo. So I want to appreciate and welcome you kwenye show yetu ya siku hii ya leo. Kama obvious vile tu nakwambia mtu wangu, you like, you comment and you share with friends, you invite them wakuje tupige show. Kama ni watu wanapenda siasa, I tell you today we're gonna do it here right on time. So I hope kwamba tumekuwa tumemisi sana katika kama majuma matatu mawili hivi, hatujaweza kuendea katika kama kawaida kupitia kwa katika siasa zetu hapa ndani. So ila tu sasa hivi nataka tu nikukaribishe popote unapowakilisha, karibu sana. Tunapoenda kuanza, I know itakuwa very amazing, itakuwa very amazing tukienda kudiscuss on this issue. Ukiona pale topic ya siku ya leo, we have to wanasema kama ni farasi wawili sasa hivi, kama kuna farasi watatu watakuwa huko, hata mimi nakuwa farasi wa 4 hapa 2022 running for presidential candidate. Anyway, so today we're gonna deal with the two people. Okay, tukiangalia jana tumeona pale Ruto aliweza kurudi pale Kitui, na tuliona kwamba Raila Amolo Odinga pia alikuwa pale Kitui, lakini ijakuwa vile mazoea vile tulikuwa tunajua kama kwa Kenya, Raila akienda pale katika Ukambani lazima ukaweze kuongozwa na mtu anaitwa Kalonzo Musyoka. So we gonna see, tuliona wakina Charity Ngilu, tuliona mtu kama Governor Charity Ngilu, tuliona mtu kama Alfred Mutua wakiwa wanamshikilia Raila Amolo Odinga katika Ukambani na katika sera zake za azimio la moja. Pia tunaweza kuona kwamba deputy president ambaye ni Samuel William Ruto aliweza kurudi tena katika maeneo ya Kitui ama Ukambani baada ya kuwa alikuwa amekuwa pale wiki moja imepita, so aliweza kurejea kule. So hapa hatujui kwamba sasa hapa tulikuwa tunatarajia kwamba the kingpin of the kingpin wa Ukambani ambao wanasema ni Kalonzo Musyoka ndiye angaza kuchukua mmoja wao, kisha afanya nini, aweze kumpeleka kule katika sehemu za Ukambani, amtembeze kidogo, wasafiri kiasi. So lakini tukaona kwamba ikakuwa ni kinaya, si ndio? So wakati kwa kama ni kinaya, tukaona pale Raila Amolo Odinga amepelekwa na Mutua na Charity Ngilu. Tukiona pale pia baada ya wiki moja Kalonzo Musyoka ameweza kurejea kule na kuweza kupelekea mama mboga na watu wengine pesa, jinsi ambavyo alikuwa amesema, naona kipatikana milioni 2. So swali langu kuu ni hili: je, hao watu washarejea kule pira kufanya nini? Kurudi na mtu ambaye anaitwa ni the kingpin wa Wakamba ambaye anajulikana kama the Kalonzo Musyoka. So I think now, according to you, nani atawini sasa Ukambani? Who will win this Ukambani people? Nani atakuwa ngome itakuwa ya nani? Hasa ngome itakuwa ya nani? So karibu sana, tunapoenda kupiga show yetu ya siku hii ya leo kwa risali moja tu peke yake, kwa sababu unajua kesho ni siku ya Jumapili, watu wafatu wapumzike ukienda kanisani, ya tuweze kuamkia katika siku ya Jumatatu. So karibu sana ndani ya nyumba. Kama kawaida, mtu wangu nakuambia kwamba hii ni Kisi Hot TV na mimi hapa ni Yapto Dennis, ukipenda kuita Kukurikuntu. Sitakuwa nafanya nini? Sitakuwa nakataa. So karibu kwenye show. In the second minute nitakuwa ninaomba. Baada ya kuomba, so I'll just welcome you to the show. Link iko pale. Ukiona link pale, tafadhali kwenye comment section just select hapo kwa comment hiyo link, jaza, njoo ndani tupige show, tupee maoni yako,
tuchangie mawili matatu, tuone kwamba ni nani, ni UDA ama ni Jungwa ama ni ODM pale Ukambani. Kila mtu ameng'ang'ana kivyake, ila tu sasa hapa tukichanganua tu kidogo tu, tukichanganua tu kidogo, tunaona kwamba Charity Ngilu ni governor, Alfred Mutua ni governor, ambao wamefanya nini? Wameweza kushikilia Raila Amolo Odinga. Kuna matamshi ambao Charity Ngilu aliweza kusema jana. So sijui kwamba yani hao watu pila Kalonzo watapenya ama Kalonzo atapenyeza Oka katika Ukambani. Sasa hao watu without Kalonzo watapata maarufu katika Ukambani ama itakuwa vipi? Kwa sababu tunajua kwamba Kalonzo yeye ndio kingpin wa Wakamba. Lakini sasa hivi uliona pale Raila amejipeleka mwenyewe, hakuweza hata kufanya nini, kualika hata Kalonzo Musyoka. Nani alikuwa pale? Ruto hakuweza tu kushikamana na Kalonzo Musyoka. So kila mtu amejipeleka kivyake, kuchapitia soko kivyake. So je, pila huyu mtu anaitwa Kalonzo Musyoka watapenya ama watapenya? Nani atapenya na nini kinamfanya apenye, huyu mwingine asipenye? So karibu sana kwenye show ya siku hii ya leo. Hapa ni Kisi Hot TV. Mimi ni Dennis Nyaputo. Thank you for watching us. Wale wa sehemu za Facebook, let's continue sharing to friends, timeline pale, inbox, na pia kufanya ni kutag, itakuwa vizuri sana. Pia mimi na Kisi pale wa YouTube, like, comment and share with friends, itakuwa well and good. So in the meantime, ni vile kama kawaida, mtu wangu, si lazima ndio nimeanza show. Siniombe niweke link watu wakuje tuanze show. Hii si yangu siasa hapa, siasa ni everybody. I know kuna watu wa UDA watasema wao ndio watakuwa kingpin pale Ukambani, kuna watu wa Jungwa watasema wao ndio kingpin, kuna watu wa ODM. So wewe unaona hizi kura za Ukambani zitaenda vipi? Ama Oka itachukua kidogo, ODM ichukue kidogo, Jungwa ichukue kidogo, ODM ichukue kidogo. So who is who? Who is who to win at Ukambani? Ma watashare hao watu watatu, watakatana katikati. Karibu sana. Wacha tuniombe, niweke ringi, tuanze show. Si ndio? Father, thank you. Thank you for this moment. You are great and mighty. Thank you for what you've done for us. As we are going to start our program tonight, Father, we call upon your presence, we call upon your power to come and help us. Guide us in everything that we discuss. We are here, Father, just to share and experience more from you. Thank you. I want to bless every listener, every viewer who is watching at Kisi Hot TV. Bless them with your blessings. Shower them with your blessings, my Father. As we are going to start, be with us and start with us, God. Receive glory and honor in the mighty name of Jesus Christ. We pray and believe. Let's say amen, amen, amen. So karibu sana. Mimi naweka link pale. Naona mtu anaitwa Virongo JK Oeri. Virongo JK Korunyamira ni walimba kweli. Anaitwa Kuntu, mambo namna gani mtu wangu? Poa sana, asante sana. Kwa mtu anaitwa Masri ni wasibori tuned in. Why Masri nitupe sana. Deputy ya kama mwanta sema kwamba ODM iko Ukambani brother. Kai. Si sasa unajua kitu iko nafanya ODM inaweka pale Ukambani. Kalonzo Musyoka alikuwa anasaidia huyo jamaa. Link ndio nimeweka. Mkubwa Obure, wapi link nimeweka hapo. You know, Kalonzo Musyoka, yes of course, ODM ilikuwa na umaarufu pale Ukambani wakati Raila Odinga alikuwa ameshikamana na Kalonzo Musyoka. Sasa Kalonzo Musyoka ameenda kivyake. Ndio tunauliza, je, huyu ODM atapakia kwa una umaarufu ama ni UDA ama watadivide? Niko 20 full UDA iko mambo pad kai. Dominic Onsare. Papa Lao ameshafika. Karibu sana Papa Lao. Papa Lao. Ni aje? Poa sana. Niko poa. Labda wewe. Niko poa mtu wangu, tumekuoteleana. Say hi Fef na karibu kwenye mjadala ndugu yangu. Mjadala niko poa. Yes. Papa Lao.
Papa lao, naomba ukatoe earphones, ukatumia simu yenyewe kwa sababu earphones ziko na shida. Kama unatumia earphones, naomba ukatoe, utumie simu yenyewe ndio tutapatana. Yes. Na nipata? Ngai. Ngai. Nipata? I get you. Ni kama earphone zangu ziko na shida. Sasa iko sawa kabisa pi. Inasema huko Ukambani watu hata kama wanaenda huko chenye itadipendi ni penye vile time inaenda. Sasa unajua saa hii Kalonzo hajachukua hii oka, hatujajua ni mwelekeo ni gani. Mwisho wao hata kama Ruto watakimbia huko na Raila, I think kwa maoni yangu chenye finally ita depend ni pande gani Kalonzo ataenda pande gani. Na mimi vile naona tajiri sioni kama hiyo oka ita exist. Kuna labda I think decide yenye Kalonzo atachukua ndio naona kama hiyo ndio hao watu watamfuata. Juu saa hii watashabikia tu Ruto anatoa pesa na wengine wanataka kwenda kumuona, ama kama ni Raila watu watacha huko. But I think Raila hata kama Kalonzo atakuwa pande ya Raila pia kuna some votes huko mingi sana, around 600,000. Sasa bila Kalonzo, lakini Kalonzo akiwa na yeye pia ukaanza kuwa pande ya Kalonzo. Na vile time goes, vile tunaendelea kuenda, I think Ukambani pia watafuata kingpin wao ambaye ni Kalonzo. Penye ataenda ndio wataelekea, lakini saa hii unajua hatujaona saa hii unajua hakuna vile kuelekea mwezi wa pili next year ndio utaona mwelekeo iko wapi. By now kuna mawimbi mingi sana saa hii, kuna ni kama saa hii kuna ni upepo tu. Lakini I think next year around February hivi mambo utaona mwelekeo. Hiyo ndio naweza sema. Unajua wengine sida, unajua siasa ni kitu ngumu sana. Unajua wakati for example Ruto ameenda kwa watu kamejaa, hawa si kuna wenye wameenda huko kumuona, kuna wenye wanatarajia pesa, si ati wale wenye wako huko wote ni kura, hao ndio watampigia kura. Kirao dia imani ni hiyo ni kura. Watu sasa ndio nasema kwamba ni pia iko na Kalonzo. Juu saa hii huko unajua ni kama around 1.5 million votes siko Ukambani sote. Sasa I think the line yenye Kalonzo ataenda ndio the canvas watafuata. By now hao viongozi wenye wanaenda huko pira Kalonzo, I don't think watapata kura pati si some votes. Yeah. All right. Kile hapo narudi kwako na maswali hapa chungu mzima. Sawa. Pastor Kama, fungua microphone. You know? Yes. Habari ya jioni. Salama sana. Labda yako? Mimi niko salama, labda wewe? Sisi tuko wazima. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo ametupa. Sasa wacha niende kwa mjadala kidogo. Bado vile mimi ninaangalia siasa ya siku hizi, kama mwenzangu amesema kunao mawimbi. As from next year ndio tutaweza ona kwamba Kalonzo ameelekea wapi. Na bahali ambapo ataelekea hapo ndio watapata kura nyingi. Lakini kwa sasa hivi bado Raila hakuna kura kule Ukambani. Wakati unapoangalia juzi hivi wakati alikuwa huko,
alitacha Kalonzo, waliongea na yeye usiku zimu, na bila shaka alimtacha huko. Sasa hatujui vile walipozungumza usiku, na akasema huko kwa watu. So as from next year, as my brother amesema, sasa hapo ndio tunaona Bi Kalonzo anaelekea wapi, lakini natumani kwamba Hoka na ODM na Jubilee watakuwa kitu kimoja. Na waje tuone next month tarehe 9 vile kutakuwa. Asante. Okay. Shikiri hapo, usiondoke mchungaji. You know guys, nakuja kwako Dominic. We want to see. Hapa tunaenda kuona. Ukiangalia hapa Ukambani pa, okay, nakuja. Hona lipo Momanyi? Yes. Iko vipi? Tuko salama kabisa. Iko poa. Naona kazi inaendelea. Naendelea. Karibu sana katika hii sehemu ya mambo na siasa. Asante sana. Karibu sana, nafasi kwako. Nafasi Mike imerudi kwangu. Nishakupatia nafasi. Hata mimi sitakuwa mbali na wenzangu jinsi wanavyosema. Unajua siasa inakuanga na mambo mingi. Mfumo wa siasa kwa wakati huu ni ule ambao kila kitu kimefunikwa na kila mtu ameficha kadi zake chini ya meza. Na tukisema kwamba mimi kitu nachoona katika sehemu ya Ukambani, najua saa hii kuna ile kitu tunaita kwa Kisungu political shaping. You know, watu wenye wako, yani kiongozi ambaye ako na watu kwa ground ni mtu anaitwa governor. Na governor, ukiona governor ako upande fulani, jua watu washamwambia kwamba, ama ashaona kwamba watu wako kwa hiyo upande. Sasa hivi magavana watatu wameungana and they are against ambaye tunaita kingpin wa Ukambani. Just know things are not the same. Ukiangalia kwamba kuna by election imefanyika Ukambani, Wiper ilikuwa namba 3, UD ikakuwa namba 2, na huyo jamaa akapita na independent. Hiyo inakuashiria nini? Na kuashiria kwamba watu wametoka katika ule mfumo wa fulani amesema, kwa sababu huyo ndio kiongozi wetu. Watu wameanza kuona kwamba hao viongozi maybe in one way or the other wanatumia watu vibaya. Kwangu mimi ninavyoona kwamba Kalonzo amejichimbia shimo ama kaburi lake la kisiasa pole tu, na the only people who will render irrelevant is Alfred Mtua, Charity Ngilu and Kifuta Kibwana, and you can actually see how things are shaping up. And if those guys gangs up against him, that guy will have hard times. And it's a plus to the former prime minister. And you can see that guy is very smart on how he is playing with his politics. He knew that Kalonzo atakuja kukua mjuaji kwa sababu anataka aungwe mkono. Akajua wewe hata ukipewa hautawezana na Kenya. He doesn't have that muscle yet. Anaweza pull the crowd anywhere. Akaona he will be rendered irrelevant. Actually, it has started. The process continues. Na vile tunaona siasa hii macho yetu tunayoyaona, kuna kitu tunaweza ona na kuna kingine hatuwezi ona, lakini for now what we are seeing is exactly what is on the ground. And
Raila Odinga is gaining momentum day in, day out. So kwangu, Kalonzo is not even on a hot seat. He has really lost the ground completely. That's what I can say for now. Yes. Hold on. Thank you, Ngoja Honorable. Yes. ngoja Uta- Dennis, Oh, ngoja niulize huyo jamaa kidogo, anaitwaje huyo Honorable Mumanyi? eh. Kitu nataka kumkumbusha, ile election ilikuwa ya ward election ya MCA. You cannot compare with the national politics. My friend, MCA anachukua na hata na kura 800 na Ukambani tuko na 1.5 M. Hiyo usichukue ile result ya kukombea national election. Hapo nitakukumbusha hapo, naona kama sitakubaliana hapo. That is MCA ni kama ile ya samani walikuwa wanaita council. Hata 1500 utaweza kuwa MCA. You can't compare with 1.5 million. Mimi nisema bado Ukambani, I think penye mwelekeo Kalonzo atachukua ndio watafuata next. Hata nikukumbusha kitu kingine, ni vizuri umesema kwamba 1.5 million sio ya hiyo ya 500 ya MCA. Mimi sijakataa, but we were talking about the stand. We are not talking about how many votes MCA anachukua. Tunatafuta nani, yani umaarufu unaendelea kudidimia. Ukiona kwako you are losing kwako nyumbani, how can you be a leader if you cannot hata UMC you cannot win? My brother, politics is the way what you are seeing. Ile yenye umeona kwamba the former vice president cannot win from his backyard that is not an easy thing to go about. Usione ati sasa kwa sababu Wakamba unasema 1.5 million hawa wengine ndio wamepiga hizo kura. We are talking about Wiper and Raila Odinga. That is a show, but there are some things which have not. I mean, the former vice president is losing in one way or the other. It's not about UMC. We are talking about Umaru. And if this thing continues like this, Kalonzo is going to lose terribly. Even from Ukambani, as we say, if he cannot manage, unajua, like I can tell you, UMC saa hii tupate by election in Nyanza. Do you think Kalonzo anaweza enda awini huko? Every vote counts. Every vote counts. So yes, of course, I have no problem. But I'm saying, is it possible Kalonzo to go to Nyanza and win a by-election, for example, Ruoland? He can't because he doesn't have a mandate. Okay. That is the same thing nakwambia, where Kalonzo has a mandate, cannot win. He did not win. He has started losing his popularity, and it's shown by voting. It's not by people talking about popularity. It's about losing something that was so dear to him. I actually wanted to echo that point. If you look at the last election, the ones which was completed last, inaonyesha ya kwamba Kalonzo Musyoka ameweza ku lose track. Kama aliweza kushindwa hii kitu kidogo ya MCA, it's a reflection of what is going to happen. Na ile kura kidogo mnasema ni kidogo, ile inazungumza a volume of words. True. Yes, now if you look at Ukambani, the way the two principles that is from UDA and the ODM have stormed Ukambani, and they have actually some of the authorities stormed in a great force. That's why nakwambia Kalonzo Musyoka, that as much as you say he's a kingpin, is not going to be a kingpin. Look at the way the governors, look at Ruto and Daddy Kingi, the way they have overwhelmed the Kalonzo. That is now is becoming a way. There's nowhere to go. If he can't maybe join UDA, he can't join ODM, he has lost completely because okay,
nowhere. Na imebainika wazi ya kwamba farasi ni wawili, ni Raila ama Ruto, and that is all. The other business is no business. Dominic, Yes. umeshamaliza? If I may ask, Okay. Yes, you yes, can ask. and you can continue, brother. Yeah. According to the statistics, unajua mambo mengine tusidanganyane. Siasa ni kura, ni watu. Ukiangalia sasa Kalonzo unajua ni mtu sasa ameanza kutapatapa. Hajakuwa na msimamo ule anasema ya kwamba mimi naegemea hapa na niko na wafuasi hawa na hawa. Look at where he's walking, where he's maybe running for his votes. Yeah? He has not moved to other parts, those areas that actually have many votes. Look at the way nani alifanya this Ruto who went even to the Nyayo ya ngome ya Raila Odinga. It has never been for the sitting even deputy presidents, the presidents have never stepped in the Luo Nyanza actually to rally for the bid of their presidents. Lakini huyo mwanaume yeye alijitoma huko wazi, akarusha tu mawe kidogo, lakini aliweza kuonyesha umahiri wake, na hakuna mwenye aliwahi enda huko Nyanza akaweza kuulizia hata kura hata moja. Kwa Kenyatta hakuwahi enda. Even He was yeah? the first one to go to Kisumu. Yes, the first one actually with the sitting deputy president. Moi never went there. Yeah, if you look at Moi Kibaki never went there. There is no any single time actually even Uhuru Kenyatta went there to campaign. It was an hotspot. But this is the only man who has gone there. Actually, again, this one teaches us that the politics of Kenya is now changing from mawe kwa kupiga kura na kuwa na idea. Then for if I come back for the Ukambani, it has been seen, and actually that's why I said earlier that Kalonzo Musyoka has lost the track because he is nowhere, na yeye mwenyewe hajajipanga. Hawa ni wale watu wanataka wakuwe endorsed, and of which it will not happen. Ni kujitafutia na kuingia uwanjani kama mwanaume. Thank you. Right. I'll come back to you. If anybody has a question, now there is some comment. Dominic Onsara, iko tuned follow UDA upade. Margaret Morara tuned in, karibu sana. Francis Njagi anasema watching live from Itulamiro na watch iko ndani. Karibu sana kwenye show yetu ya siku ya leo. And I want to ask a very simple question. Ruto returns back to Kitui as the Raila akupande Kitui. But as we see, in Ukambani, we have these counties from Ukambani. We have Machakos, we have Kitui, and we have Makueni County. Kuna ingine tena nimeacha nje kweli. So these counties you see, you had Chad Tingiru, Kivuta Kibwana, and we had Alfred Mutua. So these governors, the three governors, they are supporting. They were with Raila Amolo Odinga. Ukiona pale the UDA, the Raila Amolo Odinga, no, not yani doctor. Akiwa pale aqua and with any common with the nini, any governor. But as we know kutoka previously, mtu mwenye kwa anausa Raila pale Ukambani ni Kalonzo Musyoka. But now Kalonzo Musyoka is not interested with this man we call Raila Amolo Odinga. After 1 week, ile rally yake Raila pale Ukambani. So what do you think ilifanya huyu jamaa akarudi tena pale Ukambani na alikuwa shikilia rally yake? So what was trying, alikuwa anataka kufanya nini? Na hao jamaa sasa hivi kuna jamaa wito na jibreka pale wenyewe.
So between Raila and Kalonzo, no, Raila and Ruto, nani atapata kura mingi kama watajibiti wote watatu? So karibu sana Mokogoti. I gonna see you na nakupa nafasi Mokogoti. Just put comment tirega. Ukadamana the King anasema kwamba UDA, asante sana. MD Junyalimo Junior anasema kwamba ndani kabisa unlocked from Henties Point Atlantic Ocean. Asante sana. Wote wa Queen. Yes. Mambo vipi? Mimi niko poa bro. Utawacha kunitupa hivyo? Hapana. Ile siku nilienda nikaendanga, so ndio nimerudi tena. Ngwere come back. Yeah. Karibu nafasi wako, tuendelee mbele mtu wangu. No, nataka pia kwanza Dominic Gonzalez kwanza nipumue kwanza. Ndio nimefika. Ama ona lepo, ndio nimefika. Nataka nisikie maoni yao kwanza. Washasema maoni yao hapa. So I don't know. Dominic Gonzalez, Momanyi and Babalao. Nani akona swala kwa mwingine? Okay. Mimi kuna swali umeuliza na nilikuwa naomba kulijibu. Network ni mbaya. Kati yangu ama ni kama network yake ndio kwamba tuendelee. Mimi nakupata network yake Mokogoti Queen ni kama iko na shida kidogo. Na mtu endelee. Nilikuwa nasema kwamba tunapoiangalia hii siasa tuiangalie kwa umakini sana. Na yale mambo ambayo yanaendelea kutendeka sasa hivi yanatuashiria kilicho mbeleni ambacho hatujakiona. Unapoona ulizo swali kati ya deputy president na the prime minister, the former prime minister who will garner more votes than the other. Wakati unapoangalia kwamba kuna kitu umesema kwamba jana ama wakati azimio la Ukambani, Raila alikuwa na azimio la Ukambani, alikuwa na magavana wote. Anataka kukuambia kwamba vile kula sasa vile kula kila mtu anapata kura zake kutoka Ukambani. Ukiangalia Wakamba hawakuwa wanajua kitu moja kwamba maendeleo yanakuja kivipi katika eneo lao. Na wakati magavana devolution ilianza, magovernors walianza kufanya kazi sababu pesa zililetwa kwa county. Sasa swali linakuja kwao kwamba kumbe hawa ndio wanafanya kazi. Kalonzo amekuwa kwa hii miaka yote kama vice president, ministers, he has worked in ministries not one, na amekuwa the vice president of this Republic of Kenya. So people have attached themselves with people, with the leaders who have worked, who are the governors who have worked. So Kalonzo ameonekana kwamba ni mtu leader mwenye hakuwa analeta maendeleo kwa Wakamba. Na sasa Wakamba hao wenye wamefanya kazi na watu wanawaenzi wameonyesha watu kwamba this is the direction we want to go because this is where development is. So that is how Kalonzo is losing his popularity. He had the opportunities of helping the Kambas. He was the second in command, the same way Ruto is the second in command, and hakuna kitu alifanya nini? Alileta kwa Wakamba. So Raila is penetrating in a very slow way, and that guy is very smart. Is another science, a politician. Mwenye science yake ya politics is not understood until he has done something. That's when you can understand that guy. Now let me come to the deputy president. How is going to garner his votes? The deputy president is not going to get off Ukambani barehanded. One, if
I was a Kamba now, I will figure, oh, they will figure, some will figure these 3 or 4 aspects. One, they will figure the deputy president has been the deputy president for the last 9 years. Mm-hmm. What is this that the deputy president has brought to us as Kambas? The deputy Yes. president has the opportunities to choose. It was a 50-50 government. But the deputy president was given a 50 to choose ministers from every side. But he chose almost 90% of the ministers from his region, which is Rift Valley, and he did not choose even one from Ukambani. Is this time that he has now attached himself just for the sake of the 2022 election because he wants to be president? That's why he has created what we call a cosmetic love to canvas, and he's Yes. taking an advantage of the people who doesn't know who is the real deputy president and what he could have done on that position. Well, now the people of Ukambani are going to be enlightened what the deputy president can do. I think that is the only the only aspect which is going to change their mind. So the deputy president had all these powers and did not do this to us. When it's going to be compared that he has done this elsewhere, but he has not done this to us, then that is not a friend that they can keep. So there's a lot of Yes. things that people will think, and a very big, there's a lot of time for us to think or for the canvas to think more than even what they are told by these two guys. But to me, I'm seeing Raila garnering more votes from Mukambani than any other candidate. I think to me, and we are here, your brothers will come and they talk about it after 9th August. I know Raila will garner 60% and above from Cumberland. That one, take it to the bank. That is my views, of course. I'm subjected to critique. You can critique or you can as well give your opinion. But to me, I truly feel that the Cambers are more wiser than these cheap cosmetic talks and incentives that are brought to them, and this love that is really bored on them at this point in time, which was not there previously. People are beyond that. To me, it's a done deal for Raila, and the time has come for him to get to the throne. Right. Before I go to Mokogote Okwini, Yes. Dominic Yonsari and Papa Lao, I'm coming to you. Shikiria hapo. Get through Nyamari. Anasema, yes. Yeah. Okay, get through Nyamari, kurutu salimiana kwa studio. Asante sana dada yangu Geti. Dennis Ondieki, Papa, all the way to State House. Anaitwa Dennis Ondieki, DJ Job Orina. Network yangu haki ni mbaya, pole sana. But meanwhile, before nikuje kwa Kionsara na Papa Lao, kuna Mokokoti Okwini network inamletea shida. We want to hear from him. Ndio tuende tuko hapa tukao kwenye show. Sijui sasa kati ya UDA na ODM Oka. Nani atawini watu wa Ukambani? Anyway, Mokokoti Okwini he has gone. He has gone. He has gone. So Dominic, do you have any question to ask Kona Yes. Kumomanyi or Fipi? Yes. Maybe I beg to ask Momanyi Yes. and to do some clarification because maybe Momanyi is an affiliate of the ODM party Yes. and maybe a critic of the UDA, of which to some of us we are non-partisan because we need to handle this matter the way it has come at a given time, at a time like this. Okay, tukiangalia kwa mtazamo wa hao viongozi wawili, ukiangalia huyu Ruto pamoja na Raila Odinga katika kura za Ukambani. Raila kwa mtazamo wangu alipoona ya kwamba Ruto ameweza kuingiza mizizi katika Ukambani, he kind of panicked. That's why he urgently called the 3 governors to actually in a way persuade them to go and mobilize the villagers such that they may
give him a resemblance welcome, of which they managed in a way. The same time, to is actually a governor, and I realized that these people, what they did exactly, it was a warm reception to the Excellency, the Deputy President. Actually, and again, the Deputy President, he went there not only to ask for the votes, he went also to inua akina mama wa mkokoteni, mama mboga, wa pikipiki. He actually alienda kuwainua. But if you look at the other one, from his slogan ya Azimio la Umoja, mimi sijaona kama limedhihirika wazi. Ni anataka kujipigia ubabe na debe kwa sababu he used to be a prime minister, as my friend is criticizing the deputy president, that he has been a deputy president for the 9 years and he has done nothing to the Kamba nation, or he never appointed any of the cabinet from the region. And as it is May, wakati walikuwa wakicampaign, they only campaigned as a Jubilee, na watu wakikampeni, wakati nyama imekuja kwa meza, lazima watajiangalia wao wenyewe, kwa sababu labda katika Kamba nation hakukuwa na mtu mwenye alikuwa ameanza kuonga mkono kujitokeza, such that he may have been a cabinet secretary. Kwa angeanza kuleta mtu tu yeyote ambaye hamjui asema ya kwamba huyu ni cabinet secretary. And to some extent I've realized that because of there are many critics of the deputy president, people are saying he was given half of the ministries to run, of which I may reject and I beg to be correct at the same time. But if you look at the prime minister when he was in Sumkate, that's exactly what he did. Yeah. He also had the people to be campaigning for him on the ground. Wakati keki ilikuja, akakula na watu wako na marafiki peke yake. He never did anything. But now the deputy president, together with Uhuru Kenyatta, before the handshake, they had connected stima kwa watu wengi sana hapa Kenya, including the Kampala people. They never sidelined as much as, yeah, as much as people may. Yes. Nataka hold. I have like 2 questions to ask you, but I want to ask you the first question. Continue the second question. I ask you later. Yeah. Ruto alienda pale Ukambani kuinua mama mboga, wana bodaboda and or whatever, bottom up economy, si ndio? Yes. Yeah. Na yes. The fact he has been Ukambani for a rally. Ameenda pale Ukambani akafanya rally. Yes. So what made to go back again, to return back to Ukambani after 1 week? Because here, this is where we saw him giving some cash, some 2 million to people, to whatever. So what did he make this route to go back? At first, what did he go? Alienda kufanya nini mara ya kwanza? Na mara ya pili, mbona anarejea pale baada ya wiki moja, hata siku hajasonga? Alikuwa, he was in Ukambani but not in Kitui County. He was in Machakos, he was in Makueni, but this time he saw it better to go to Kitui to do the same thing he had done to other counties. There's nothing wrong for him to go back as like another like-minded Kenyan. Yeah, he went back to do the same he has been doing to different counties. Nothing bad to that. You can continue. Another question. I'll ask you later. You can before the party. Yeah, and this critic actually have been criticizing the president over inua alimama watu wa bodaboda, watu wa chini, the bottom up approach, of which no, this is an idea. Like people may have their own ideas, their own agenda. He has his own agenda, and if he sells the agenda very well to the common mwananchi, if they buy the agenda, nothing bad. But now ukiangalia wanasema wheelbarrow ni alama kwao, na alama ya watu wa ODM ni chungwa. Hatujasema watu wa ODM waende wakule machungwa, hatujasema watu wa KANU waende wakule koko, hatujasema watu wa Amani waende wa hii chama ya hii jamaa Wetangula ya Simba for the Kenya, hatujasema waende walete Simba. Just a wheelbarrow is ni alama tu kuonyesha kwamba ni kazi. Kwa hivyo don't need to criticize on the same line na eti hatuwezi bebwa kwa wheelbarrow as other people say.
No, the deputy president has also its own time to go and visit those people who need the help. And we also want those leaders also want contesting with the deputy president. They also go and they inua watu, wasiende kwa mdomo tupu. Watu waende wainuliwe, at least our economy should go up. So you mean Okay. Sasa unamaanisha kusema wale wenye walikuwa wanaenda kununuliwa huko economy imegiro aje na watu ni Yes. wachache. Unajua, wacha nikuambie, afadhali mtu akuonyesha vile unafuga samaki kuliko kuletewa samaki mpaka kwa meza. Hapo ni kufanya watu mtu wacha akupea idea. Akuambie hii sasa, nikuulize, mtu akupea 5,000 na mwingine akutafutie job. Hiyo 5,000 utakula miaka ngapi? Na mwingine amekutafutia job ya 10 na mwingine amekutafutia job ya 20,000 unapata kila mwezi. Na hiyo 5,000 utachukua watoto shule. Very good. That's a good. Unajua, I also want wengine jamaa, unajua watu wengine mnaona Ruto akichukua mtakula na kijiko, lakini my friend, wale matikteta wamekuwa Afrika ni walikuwa wale watu wazuri, wanaenda kanisa, karakta ni same za Ruto. Nikuambia leo na hii kitu rekodi up to hiyo akikuwa rais. Wale watu walikuwa wananyenyekea, ni watu wazuri, wanapeana, lakini wakiingia mamlaka ni matikteta. Wale hata ukiona karakta zao, wale watu matikteta walikuwa Afrika yote. Wakati walikuwa wanatafuta kura, walikuwa wananyenyekea, anaenda kanisa, anatoa hata atapepa mtoto, hata atafanya kila kitu. Let me ask you one question you have asked me. Yeah? So kwa hivyo ni vile tunaona yani akichukua nataka kujibu swali moja. Umeuliza ya kwamba mtu na kijiko. Umejiuliza swali moja hapo. I want to answer you. Ya kwamba mtu afai kukusaidia kufa. Look at the business. Look at yes. Onsare, Yeah? You misquoted my statement. Ningependa kumjibu tu kidogo. And I don't want it to be hiyo nimesema kwamba nimesema deputy president hajafanya kitu. I did not say that. I said that the people, if they think the way I think, that now what is this that the deputy president has done to Kambas? Know that hajafanya kitu, and he has done it somewhere else, but hajafanya kwetu. Another thing, you said that uliniweka kwa ODM. I have never been an ODM, not even a single day. Even na hata saizi nikikupea hata utafuta, I'm not an ODM. My membership haiko ODM. So that's an assumption from my statement, which is not true. And I wanted to clarify that. Another thing I wanted to clarify is that this person we are in question we are talking about, sometimes we just get a glimpse of a certain information and we ride on it. Nasema kwamba at this always anything, the symbol signifies exactly the way you think. For example, if tuseme kama logo kama ya kampuni yako, a logo ya kampuni yako inaashiria exactly what are the mission and the vision that you want to achieve. The deputy president just the other day himself said he is a man in a mission. I just want you to compare two statements: a man in a vision and a man in a mission. According to you, what is the understanding between those two statements? I'm asking Onsar. Ako kwa mission kwa kukomboa Kenya. What is the mission and the vision? Okay, a man and a mission? The choice of the English being used. No. We are not good on the choice of used. Maybe he had a reason behind with what he said,
and he's a like-minded Kenyan who want to make this Kenya go better and move forward. That's why he said he's a man of a vision, not a mission. Because a mission maybe tends to be kind of negative. No, a mission may be positive or negative. It depends on the choice of the words he used. But on Sare, we are not talking about English here. That is a political statement. I want you to handle that statement as a political statement, not English. That is exactly what I've said. It might have a negative or a positive perspective. From the way I look at it, maybe he had to mean that he has good things to do. In other words, to accomplish for his people. Maybe the way you can think is quite different to the way I may think. The way you understand that and the way I understand, there are two parallel things. Hata wengine waongee, Yes. let us not dominate. I think we will not agree because I'm of a divergent opinion. I'll come to you. Thank you. Mshikilia hapo. I want to ask Papalao. Yeah. You know, nilikuwa nataka kumjibu ya kwamba amesema huwezi kufikia kufua samaki, but exactly what you are supposed to be given ideas. It's giving out the ideas. It's like nikwambie ufanye biashara, utaenda kufanya biashara na mdomo, na kama una pesa you must be given a monetary start income, then you begin your own business. That's exactly what it's doing. It's uplifting you to move on. Na otherwise hii Kenya hii, kwani wewe utaki pesa? Wewe ni nani? Pesa ndio somewhere Babalao, you did not understand what Babalao asked. You know, yes, he was giving his statement, his remarks, and if you say that vile hiyo statement amesema afunze vile ya kuvua samaki, actually, according to my understanding, he meant that the handouts are not going to help this country give an handout. And from where I sit, and I made this statement earlier, that do you think the vice president had no idea when he became the vice president from 2013 to this we are 2020? Hakuwa na hiyo idea ya bottom up, imekuja tu from the blues this time. Yani saa hii ndio imeanza service. He had the idea, Honorable Momanyi, and the idea was the four-agenda program that was diverted by the handshake and the BBI. Yes. Now with the diversion, that's why he actually came up with it was a kind of a imitation of the big four agenda to bottom up approach. That is what exactly they had with the president before and the handshake came in. And because of the BBI and the personal interest of people, the big four agenda have been now gone. Onsar, I want you to marry the big four agenda and the bottom up. Marry them for me. Kindly let Onsar marry the big four agenda and the bottom up. Marry them together for 2 minutes. Marry them together. Like the agribusiness. The agribusiness, it was supposed to begin from Tumdogo. Look at the university health care. It begins with that. Agribusiness was it among the actually four agenda? Yeah. But yangejibu hivi sasa. Yeah, he was before the handshake. My brother, I think I think you need to get your notes right. He was there. I'm very much aware. He was there. It not to be the BBI and such the handshake. Actually, the big four agenda now is gone. It's a thing of the past. That is why we are now coming up with the new model, the bottom-up approach, such that we may be able to marry with the big four agenda, the next government we have to form, such that we may be able to take our country forward.
I gave you time to marry the big four agenda and the bottom up. That's what I told you, but you have not done it. Kwa hivyo Because the wana accountability criticize ya bottom up. Okay, that hold on. is a mix. Yes, Dominic Osana Honorable Manya, and come back to you. Just hold on. Tom Roble Onchari Omwenga, huyu anaongea sana. Raila has also promised to give 6 Kenya shillings. Hiyo ni 6K. kuvua samaki au ni kufunza kuvua samaki? King John Kurushia tells us kuku, yeah. job. Before, I have some questions to ask some guys here before I just ask my questions. Waza tuneta Mokogoti Queen or just ajazungumza bado. So we want to hear from Mokogoti Queen before any other person comes in. Peana maoni yake. So karibu sana kwa mchezo wetu wa siku ya leo. Whoever wants to join us on the top of tonight, at home, karibu sana. Usiogope, point yako ni ya muhimu. Na tafutia mtu wako maarufu, tafutia mtu wako vizuri ndio kidogo. Mokogoti Queen, karibu sana. Okay, network yangu ndio inasumbua, that's why naenda nikirudi, lakini naona mjadala iko sawa. Lakini nimeona Babarao, Babarao ni mtu wa Raila na sisi ni watu wa hasira, si hatubanduki. Hata kama mtatutuzi tufanye nini, bado tuko kwa huyo jamaa anaitwa hasira. Sasa mimi tulikuwa tunaongelea mambo ya Ukambani, si ndio? Naam. So maneno ya Ukambani niliona huyo jamaa wetu alikuwa Kitui na mwingine alikuwa Machakos ama wapi huko, I don't know, but unajua huyu jamaa wetu hii jamaa yetu ni bado sasa ndio tunaendelea kuimarket. Umeelewa? Sasa lazima tutembee kila mahali, kila kona ya nchi lazima tutembee tukiuza hiyo chama yetu, because hiyo chama yetu ni changa sana, si kama ODM yenye ilianza 2007. There is an echo from you. I request if you may quit and come back again. Yani utoke tena uingie, sababu kuna echo. We want to kuzuia echo. If I can unmute you, tunasikia kuna echo, tunajirudia. It's okay, thank you. Karibu, you can join, wacha kupatia link tena hapa. You can join us again. So tuendelee. Mokogoti Queen, I want to Okay, mimi nilikuwa nasema hivi, unajua hii chama yetu ni chama ingine ilianza chuzi, lakini imeleta shida Kenya. Hawa watu ODM wanatupiga mawe kila kona, yani hawataki tupumue, lakini bado ni sisi wana chama ya UDA. That's why uliona huyu jamaa wetu alikuwa Kitui na huyo Asimiora mmoja alikuwa wapi, sijui ni Machakos, I don't know. Unajua magavana ni watatu. Na watu wenye wanapiga kura si wale watu watatu, wale ni watu watatu, na watu wenye wanapiga kura ni watu wengi sana. Wale wako yule akona na kura moja, yeye kura ni moja. Hata kama watakuwa huko, sisi wananchi ndio tunajua tutawekea nani kura. Umenielewa? Nakuelewa. Sasa mimi cheneza sema kwa chama yetu, ukiona nani alikuwa Kitui, sisi tulikuwa tunauza sera zetu huko Kitui kuinua mama mboga. Nimeona Babarao akisema mama mboga ati handout. Okay, pesa zikikuja sisi tunakura. Unanielewa ama? Kuelewa mtu wangu. Okay, sasa kuna kitu moja hapa nataka niambie Babarao. Babarao umesema ati pesa mtu akupea kazi. Unajua, acha nikwambie bro. Mtu akikupea 5,000 kama mtu wa mayai, kama wewe ni mtu unaendesha pikipiki, utaweka hiyo pikipiki mafuta, utafute pesa. Lakini mambo ya mnaambiwa tutatafutiwa kazi, hiyo usahau Kenya. Kenya we don't have any mind law yenye hakuna kitu yenye itaweza kutupea kazi Kenya, labda ustrao wewe peke yako. Lakini maneno unaambiwa ati utakuja kupewa kazi, hiyo nao usahau bro. Afadhali upewe hiyo pesa kama ni 3,000 ama 2,000, kama unaendesha pikipiki, uweke pikipiki yako mafuta ichae full tank, ufanye biashara, utapata pesa kidogo,
hiyo pesa kidogo ujiendelesha kimaisha. Lakini hiyo maneno ati nini hiyo hapana bro. Mimi ni mtu wa UDA. Hapo kwanza nimesimamia hapo. Kama kuna mwenye ako na swali arushe mawe nimwambie maneno. It's okay. Mimi nimemalizia hapo. Shikiri hapo. I'm coming back to you. Mimi niko na maswali Yes. You know, Yes. I have so many questions to ask you. But before I do that, maybe tasole kama Ayaga. Ayaga is in the house. Ayaga, karibu sana. Thank you very much. How are you? I'm fine, brother. Kiasi tu ni connect alafu I'm coming back. Kiasi tu niko na shida ya connection please. It's okay. Anaitwa Samuel Ogina. Samuel Ogina, Papa to the State House or the way. Nasema Papa to State House. Anaitwa Al-Nur Muhammad. Handshake the straight or a piggy for agenda. And the reggae because of Raida's interest. Ruto tosha. Wale wanazoea kupiga watu mawe. It's okay. Yes, it's okay. So, I have the first question here to ask. So, guys, we have said kwamba tumeona pale Raila amekuwa Ukambani yesterday na Ruto amerudi Ukambani pale Kitui jana. And as we see, I saw yesterday Ruto giving 2 million kwa wana biashara wadogo katika ile soko gani ile nita confirm ile soko. Na Raila pia amekuwa pale na azimio la umoja akiwa na viongozi magavana wa watatu Ukambani. So swali langu ni hili. Ruto hawa wawili ni nini ambacho wanaenda kufanya pale? So hasa huyo mpeka azimio la umoja. Na huyo anaitwa ni Ruto. Ni pesa alipeleka, so bila pesa. Tuseme kwa mfano leo Raila amekataa kutumia pesa ama Ruto amekataa kutumia pesa. Yaani aseme kwamba apeanangi pesa pale kwa mama soko, apatieni kwa mama soko pale. Je, atapata umati wa watu? Atapata congregation ya kuongelesha ikiwa ataweka pesa mbali kidogo? Swali la pili. Nataka kusema hivyo watu wachangie ndio nipatie yaka baadaye. Ukiangalia pale akiingia katika kila soko, kila mama anang'ang'ana kupiga kitu kwa mkono, angalau kupigana kumfikia. Je, asipopeana pesa kwa mama mboga wala mama warusa sijui, kwa mfano asanunua nanasi ile slice moja ni 10. Ndio maana kila mtu anang'ang'ana kufika karibu ili aweze kunusia. Ila siku ambayo ataacha kufanya vile anafanya. Je, atapata watu, atapata umati, atapata fame, atapata support? Ndio ndio swali langu. Alafu kisha baadaye watu wa papa ndauza maswali after tumejibiwa hilo. So karibu sana. Nani ako ready kunijibu hilo swali maswali kabla sijapatana yake? Ninajibu. Ndio, naam. Yes, the host. Ninajibu. Yes. Kutokana na kwamba umeuliza ya kwamba asipopeana kutendaje. Ninadhani ya kwamba sisi wote ni Wakristo na yeye anaamini katika neno linalotoka Biblia, kwa sababu yeye anaenda Sunday school, anajifunza ya kwamba katika ule mkono wa kutoa unabarikiwa zaidi. Na kama pia we ni yule mgumu, ni kumaanisha ya kwamba kama hutatoa baraka ziko kwako. Sasa yeye ni mtu, yeye alisoma ya kwamba ukipeana unabarikiwa na unapatiwa mingi kuliko ambayo ulikuwa nayo. Kwa hivyo he believes in giving not for a bad, because hajaanza kufanya hata saa hii, hata akiwa youth KANU in the year 1992, hata wakati sikuwa nazaliwa, I read and I see what he used to do. Okay. Coming back to you, ni kama umetujibu, sijui network imemtoa, but let me welcome Ayaga.
Ayaga, I think unanipata vizuri sana. Yeah. I'm getting you very well. Thank you very much. I hope I'm clear. Yeah, pia ni okay, karibu sana. Oh, okay. Okay, thank you very much. Wacha nianze na hiyo swali umeuliza ya mwisho, na jamaa anatuambia sijui huyo jamaa alienda Sunday school. Waache kutusomea Biblia waache kutusomea Biblia ni kama Biblia wao ndio waliandika Biblia. Biblia inasema ya kwamba ile umetoa na mkono ya kulia, mkono wa kushoto haifai kujua. A moment anaenda kutoa pale na anatangaza hiyo kwanza is against the Bible. So I don't know that if that one he was not taught on a Sunday school. He should go back to Sunday school and be and know that. Finally, I was hearing the guy who was talking too much before. He was talking about something called bottom up. I wanted to ask him a question. Bottom up, is it a economic model or a bottom up is a vote hunting tool? According to me, bottom up is a vote hunting mission. Is a vote hunting tool, because you cannot tell me at the bottom up is good only in Kisii, in Western, in Central, and in Coast. I've never seen Ruto doing the same in Nandi, where he come from, and was in Gishu, Kericho, and Bomet, and Baringo, perhaps. He has never. Any Tanga member should convince me, even one day, if they have clips, when Ruto are giving people wheelbarrow in his own home. Economic model belong to every. If it is economic model, it should be Kenya in general, not isolated places for looking for votes. Me, the last time I've never seen him in Uasin Gishu dashing wheelbarrow, and you can't tell me Kisii is poor more than Nandi. So it is Kisii that we need a economic model. You cannot tell me Western counties like Kakamega is more poorer than Kericho. So it is only in Kakamega and its environment where we will preach the bottom model, and in Central, and perhaps in Coast and in Ukambani. If the vaccine is too good, Mr. Man, start by your children. If you have invented a vaccine and you believe the vaccine is too good, start it at home. Even the Bible that they are reading selectively to us stated very well that charity begins at home. Hata Jesus mwenyewe akianza kuhubiri alianza kuhubiri kwao, hakuenda Egypt kwanza kuhubiria Egyptians, alianza kuhubiri kwao. Huwezi niambia hii bottom up imekuwa avoided, ijaenda Nandi, ijaenda Kericho, ijaenda Bomet, ijaenda Baringo. It is so good in Kisii that even if he doesn't go to Baringo to preach those unscooty gospels, that's good. My brother, let us be realistic. If it is an economic model, should... Yes. Ayaga, nataka niulizie swali. Please, hold on. You ask him later. Let's ask him. Natoka. Nataka niulizie swali niache ndani niende. Unaelewa, mimi naenda nikirudi. Acha niulize swali, si ndio? Sisi, yes. Okay, Ruto ako na bottom up, si ndio? Yes. Na Raila yeye ako na azimio la umoja, ama Raila yake ni gani? Ndio tujue pasi ni 6K ama ni azimio la umoja. Tuambie nayo. Sisi tuko na bottom up kama watu ya UDA, na ODM iko na gani? From there ndio niende ndio nirudi. It is lack of knowledge. Don't go fast. I will kujibu kwanza. Raila has been talking about something called a rural economic welfare, something like that. Bringing development to the rural and building factories to the rural. The problem we have in Kenya, my brother, before you go, is centralization of everything. You come all the way from the Kisii to look for job in Nairobi. Why?
because everything is centralized here. What Raila is doing, he wants to decentralize, decentralization. He wants to bring this company, some of them to Kisii. What Magufuli did. Unajua Magufuli hata alitoa capital city Dar es Salaam akapeleka Dodoma. Yes, we can even move this Nairobi here to some offices to Kisumu, some to Eldoret, some to Mombasa, some to Machakos, some to Kisii. We can even say has been in the government all through from the time memory. Ayaga. That is what we call decentralization. My brother. Yes. Ayaga, unajua tukiachiliwa tuanze kukuulizia maswali, acha tuheshimu host. I wanted to ask Ayaga one question. Maswali. Uniulize mimi nitajibu. Dominic anauliza. Okay, Dominic, go ahead. Because of the network, we could not be allowed to speak. Dominic, go ahead. There's a question I wanted to ask Ayaga that the Prime Minister, the Raila. You are laughing. Hello? Dominic. Okay, we Ayaga. Nataka nikuulizie swali. Unajua? Yeah. Unajua, okay, wakati Raila alikuwa Prime Minister, si ndio? Yeah. Alikuwa na hiyo opportunity yote, si ndio? Alifanya nini kwanza kwa sisi watu wa Nyanza, alitufanyia nini kwanza? Wakati alikuwa Prime Minister, alikuwa na uwezo. Alifanya nini? Relax my brother. Thank you very much. Relax my brother. Relax sana. Yes, so relax, I give you the answer, yeah? Since 1963, the administration we are saying has done well to Kenya economically is Kibaki administration, right or wrong? Ni serikali ya Kibaki ndio ilifanya vizuri. Hiyo ni ukweli. Which part of Kibaki's administration that did a lot? The second term. The second term of Kibaki, it was the coalition government. In that coalition government, Raila is part of it. I know where you are sitting. If I tell you, even if I ask you, tell me one project that Kibaki did between 2002 to 2007. Do you have even one in your head? Hiyo mimi siwezi kuambia because hiyo wakati huko unajua mimi nilikuwa mtoto ama nilikuwa wapi. Tuende tu pole pole, so you don't. So the same way you are told and believing is the same way I'm telling you and you should believe me. So that administration of Kibaki, with all economic and whatever you see, you hear people talk about good things about that government worked very well in second term part of it when Raila was inside that government. Like if we can ask ourselves, Old kwanza kidogo Ayaga. A prime minister na deputy president. Nani alikuwa na nguvu? Nataka nikuulize swali. Deputy prime minister na deputy president. Raila was in charge of all ministries. Yes. No. Deputy president. Raila was not in charge of every ministry. There was something that was called the National Accord. There was something called National Accord that creates the coalition government. The coalition government was not anchored on any constitution, but it was anchored on something called the National Accord. In that National Accord, we have president as the head of government and the head of state. The second most high rank public officer was prime minister, who was the leader of business in parliament. If you can remember the Solomon rule by Maria, when there was when there was a problem between Kalonzo and Raila. Yes. Ayaga,
Ayaga, mna destroy Deputy President William Samoei Ruto. Si ndio? I'm Wakati not Raila destroying. alikuwa prime minister. No, Yes. nyamaza, unajua acha nikwambie Ayaga. Venye mnaongea, acha kuongea vitendawili. Ongea direct to the point. Somebody Deputy President amefanya nini? So tunaelewa. Prime Minister wakati alikuwa prime minister alikuwa na nguvu. 2007 to 2013. Alileta nini Nyanza? Alituletea nini Nyanza? My friend, a lot of projects. A lot of projects. Kama afadhali tuseme Matiang'i. Afadhali tuseme Matiang'i. Matiang'i ameleta kitu yenye tutaona. So many roads you are seeing. So many roads you are seeing were built then. I don't think there is any road. Bro, listen. Ayaga, acha tuende pole pole. Barabara sasa barabara itakupea kazi. Hiyo yenye mnasema atawapea kazi. Barabara itakupea kazi gani? Factory ngapi alileta Kisumu? Kisumu mko na miwa, Kisii tuko na matoke, alileta nini? From 2007 to 2030 ameleta nini? My friend. Yes. Listen and listen carefully. Don't make noise. Don't make noise when you are being taught. No, hakuna noise. You relax. You are saying roads are valueless and roads are not part of economy. So you mean when Ruto said they have built roads and you are still supporting him? You need to ask him what those roads are for. Do you know road make it easy for you? That so-called Matoke, your so-called Matoke can reach Kisumu easily, can reach a market in Kericho easily when there are good roads. Are you aware of that? You can transport it here to Nairobi within 6 or 5 hours. You have sold your goods and going back to Kisii when you have good roads. Are you aware of that? My friend, what Raila has been fighting for is infrastructure. That is what will create job. If Ruto give you those piki and those mugogoteni, you cannot go and use them on hills. Bro, acha nikwambie. Yes. and what you are confused. Ayaga. Give me a minute. Ayaga. Give me a minute, bro. It's not a shouting match. Okay, bro. Yeah. What you guys are confusing is the National Accord and this Katiba we are using today. This one. If you read this one clearly, we are using what we call this book is the system we are using is called presidency. Then what we were using before, the president had the power over everything, even appointment of vice presidents. Today, the person you are defending cannot be removed from the office by the president. So, he is part of the presidency that we are talking about. We will not isolate Uhuru alone. There are things Uhuru cannot do today because of the constitution. Yeah, but there are some things he can do. William Ruto should be part of this government because he won't be part of government only when having his salary is telling us the government is poor. I've never heard him complaining that I've not received my salary, my allowances. He used government vehicles and those vehicles are fueled by government. He can roam around Tanga when they approach a national oil, they fuel those cars and they walk away. Let us be sincere, my friend. Bottom up is not economic model. This is something that is being used to hunt votes. Nothing else. My brother, nothing else. Wametoroka wote. Okay. Watu wa UDA wamekutoroka, wamewachoma bana. Anaitwa Armur Mohamed aliendesha destroy all P4 agenda and reggae because of Raila's interest. Ruto tosha, wale wanazoea kupiga watu mawe waende nyumbani. Mwakio Salm, naona wasiwasi imeanza kuwaingia na si na sindano pado.
haijawaingia. Hatujatoroka gai. Be patient. Usijarishwe na Ruto kutoenda kwao nyumbani na mambo naona akienda kwao ndio mtashangaa sana. Humble favor watching, although mimi na siasa ni mafuta na maji. Moses Sinanje anasema papa. Moses Sinanje, good evening, karibu sana. Alinur Mohammed, where UDA, we UDA supporters. Now Raila is in a government project, but Ruto will be our biggest president. Moranga Oira nasema kwamba UDA. Asante sana. So before I go far, so the big question kwa nazungumzia hapa ni wale ambao mnatutazama na ungependa kujoin katika conversation. I want to give you the link to join here. Wote nawapatia link hapa. Naona hapa ni Makoto Queen amerudi na nipo na Ayaga. I want to hear from you all guys. Different Bobby, good evening. Everyone, karibu sana. Abnur Mohammed, askia ya wapi pesa ya kazi kwa vijana, pesa kwa wazee? Papa Alifa akiwa PM, Prime Minister. Hebu jibu ya Ayaga. Jibu hili swali kabla sijaendelea mbele. Okay, thank you very much. You know, my brother, these things called corruption, some people just use them to dirtify or demonizing some people. The issue of kazi kwa vijana, that thing rested well because there was no tangible evidence that Raila used that money. In corruption cases, we have only three politicians that has gone successfully through the court, and we are allowed by law to call them a thief. One is William Samoei Ruto, Waititu, and Hassan Wario. Hassan Wario was charged the other day when he mishandled our Olympic in 2019 huko. William Ruto aliiba shamba ya Mteshi, jamaa anaitwa Mteshi kule Eldoret, ikabidi arudishe shamba through a process of court. Same to Waititu, alirudisha shamba ya yule mama Thika. Apart from those three politicians, hizi corruption zote unasikia kwa hao watu wengine ni allegations. You cannot prove because nobody have the evidence to go to court to prove that it is true this and this guy eat this money. Those are allegations. Right. It's okay. Thank you. I have a question here to ask. If I'm still concerned about the Ukambani issue. The Ukambani issue, if you see Ukambani, the three governors, they said they are ready to support Raila Amolo Odinga, and yet Kalonzo, who was the kingpin from the region, Kalonzo, who had been working together with Raila, Kalonzo, he has been marketing Raila Odinga in Ukambani. Now Kalonzo, he has departed. He's working at his own with Oka. Raila, he has gone there without Kalonzo. We see Ruto is there without Kalonzo. But Raila, he has the three governors, Kivuta Kibwana, Alfred Ruto, and Chad Kingio. The three governors that are with him. So, my big question is this. If the three governors in the Ukambani decide to support their son, who is Kalonzo Musyoka, will Raila gain anything in Ukambani? Yes, sasa waseme, we have seen, let us support our own son. Mtoto wako ni wako, huwezi mkataa. Wote tulikuwa na kijana wetu, sisi maganga. Sasa kinyang'anyiro ikiwa sasa ni wewe kwa wewe. Je, Raila atapata fame, atapata kura, atapata kura ngapi, ama atakuwa wangapi katika ile sehemu ya Ukambani? Kwa Yaga. Okay, my brother. Thank you very much. You know one problem that is in Ukambani is that Kalonzo has been he has not been active in politics even in Ukambani. That's why maybe Raila is looking for the governors.
the politics in Ukambani will be very interesting because if you look, it is only Kalonzo Musyoka and Musalia Mudavadi. They are party leaders who believe to have a massive and huge support from their regions, yet they cannot even win a governor seat in those same regions. Like Vihiga is ODM, where Mudavadi comes from. Same to Kakamega, same to Busia. So if you go to Raila has been avoiding Ukambani to wait for Kalonzo to talk to him. Like Kalonzo has no governor in Ukambani. That's reality. He has no governor. The governor we have is Ngilu. Ngilu is NAK. Kivuta Kibwana, Muungano Party. And Mutua ni Chap Chap. So if those people ganged against him, he will have a sweat of his life. And any politician who want to be president, look for governors. Governors have resources, governors have money, governors have everything. If those governors support Kalonzo Musyoka, Raila will have a long day in Ukambani. But if the governors decided to back Raila against Kalonzo Musyoka, then Kalonzo Musyoka will have to do a lot of work with the penetration of also UDA with a majority of MP from the same region. Kalonzo will have a lot of time. And interestingly, in the near future, things may work tough for him. Are you getting me, my brother? I'm getting you. Okay. And and Yes. and 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 Oka, let me talk about Oka. Oka is not serious. Oka is about Musalia Mudavadi. I think the guy who is serious in Oka is Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi is bitter. He will, and very soon he will work with William Ruto. And this one I'm telling you, and you can keep this for record. He will work with William Ruto. People for now may do guesswork, but finally he will work with William Ruto. Kalonzo will work with Raila. These conditions will force him to work with Raila. A Trajan horse there is called Gideon Moi. Gideon Moi is Uhuru agent to dismantle that thing called Okoa Kenya. And Wetangula will join the side of Raila Odinga, maybe perhaps to look for the seat of Senate Speaker or Speaker of National Assembly. Probably that is how politics will be. These Right. two, Gideon and Wetangula, those one I'm sure will work Raila side. All right. Wetangula, yeah. Musalia, I doubt if he will join Raila Odinga. And there is all plans for Musalia not to work with Raila. And Kalonzo, there is a forces. I think Mount Kenya people, this so-called Mount Kenya Foundation, is playing him. They want him to join Raila when it is too late. That Raila has picked a running mate from their region so that to welcome Kalonzo and promise him maybe a powerful minister or something like that. And because that one will be not easy. Because if he joins Raila now, as we speak, he will be the most senior politician. So he will be considered the seat of deputy president. And Mount Kenya is looking for that seat for their own interest in politics. So I think Kalonzo is being played and he will be convinced very late, maybe around February, to join Raila, to be promised things like maybe Speaker of National Assembly or a powerful minister. But that one will be very late on him. All right. So okay. Yeah. Before I go to some questions here. So thank you. If you're watching us tonight, you can join us through our conversation tonight through the link on the comment section. If you will feel like you want to give your views, or you want to give your opinion concerning our topic of today, or if you have any question to ask, you can join us through the link on the comment section. You are free to enter and join us in tonight's conversation. So, Ayaga, before I want to ask you a question here before I go to some questions that have been asked here by Arunur and Moakio Salim. Before I go to their questions, let me just ask you a question here. Now that you have said, Ruto, Raila, if
execution want to run away from me. So if the three governors decide to pack their son, it will be very difficult for Raila to win of Ukambani. Now, Ruto is in Ukambani without these three governors. Will he gain anything from that Ukambani people? Will he get any? Will he just be the most popular? Yeah, I think we had a by-election in Machakos, the senatorial by-election, which ODM never participate, and it was UDA against Wiper, and all governors actually supported the Wiper candidate with Mutua withdrawing his candidate the last minute. I think this was somebody calling it somebody Ngele. He withdrew his candidate at the last minute, and everybody sees the results. The lady who won got around 100 and something, and UDA guy had like 20,000. That is the same scenario if actually Raila will be out of Ukambani, Kalonzo will sweep everything with the support of the governors. I don't think the member of parliament, this member of parliament, have resources to change the dimension of the vote. I'm telling you, whoever want to change the dimension of voting anywhere in the Republic of Kenya must look for governors, mostly second term governors or governors who are going for the second term, not the new one that want to enter. The one office who want to continue or the one that is leaving the office. They have resources, they have money, and politics is resources and money. MPs will lie to you like Nyeri in last election in 2017, around six, only one, Kanini Kega, who was re-elected. So if you based yourself with this member of parliament, they will help you in mobilization. But in terms of now resourceful and mobilization for votes, and even ensure that those votes are secured well, I think governors will do that role. And that's why Raila is doing a lot of capturing the governors. If you go to Mount Kenya, 7 of them is supporting him for now. Only 3. Waiguru has joined UDA. The Nyeri one is still undecided, and Mwangi Wairia is running for president on his own. If you go to Mombasa, he's trying to convince Kingi, Joho, and the Kilifi one, and Taita Taveta, Samboja. These governors will be a very game changer. If you cut up with them, they have developed roots, they have ground. They are the people who have administrators, what we call the ward administrators. Those are their employees, can do wonders even at the ward level without involving MCA or MP. Because when time comes, the majority of these MP will fight for their seats. They will never bother if their presidential win or not. They will be very busy and really concentrating for their own seats. But governors, their resources with the money at their hand, they will have a lot to change in politics. Right. I have a question here from Anaitwa, what do you call did you ask you the, it's okay. Alinur Mohammed asked Ayaga, hata Papa was COVID-19 pioneers is beneficiaries. I don't understand this question. Mwankio Salim, uliza huyu mjamaa anajua kueleza vizuri sana. Nataka kujua Papa alifanyia nini watu wa Kibera ambayo atafanyia wa Kenya. Okay. Let me start with Ali Nur. Ali Nur is talking about billionaire, the COVID billionaire. The killings, the Kiglings company, sijui the Kiglings ama ni killings, I don't know. That company was directly associated with the Ruto Associates. I've never heard. They were just rumors that maybe Wanga, the likes of Babu, those were rumors. We have had a parliamentary investigation headed by Mvita MP
We have had the DCI. I've never had any of member of ODM, his name being mentioned anywhere. Those are guesswork, backbites by the UDA members because they know they are the face of corruption. And I feel I've never heard Ruto saying I've talked about anything about fighting for corruption. I've never had. I've never had. For Baba, I think I've done a lot for Kibera people. Baba actually brought what there is in agenda 4, this 4 agenda, the housing. When they start building some houses in Kibera there, Baba has ensured that roads today you can penetrate Kibera. Maji, water is always in Kibera. Because because Baba was representing Langata, not Kibera alone. Ask me what Baba did for Langata, because Runda and Karen, Langata itself is part of and Nyayo High Rise is part of Langata constituency. So Baba did well for the Langata people. He did a lot of things. In every town we must have a slum. A slum is there. A big slum is there in South Africa called Soweto. In every town, even in Eldoret, where Eldoret North, where Langas is a slum. So asking me what Ruto did for Langas people, those are rhetorical questions. But Baba did a lot to carry the people to the Langata constituency. Baba was not a Kibera MP alone. Right. Okay. Arnur Mohammed, those Ukambani governors were collapsed, and Uhuru told them, if you don't support Papa, I will revive your corrupt cases. Mwandeke Arnur Mohammed, Mwankio Salim Kalonzo anajoin UDA tosha. Mwankio Salim na mpreach peace election baada ya uchaguzi, maisha itaendelea kama kawaida. Hapa ni kuwatafutia job Ruto na Papa, hakuna lingine. So guys, you can join us. Yes. Let me answer Ali Noor. You know, Ali Noor is a UDA member who believe on miracle. I don't think there is any evidence that Uhuru coerced the governors to join Raila. If you look the history of Kivutha Kibwana is a second liberation fighter. This guy, they were arrested with Raila in 1992 when they were fighting for multi-party. They have been a friend since then. Even him joining politics, he never joined the side of Kalonzo. He has never been in Kalonzo party. He won with his party, Muungano party, and he won again re-election under Muungano party. So I think his friendship with Raila cannot be forced by Uhuru Kenyatta. Look at Mutua. Mutua has been Raila darling for a long time. Even Raila attended his birthday. These guys have been friends. Ngilu herself has been Raila friend since endeavors. So by saying Raila, Uhuru forces, those are fallacy, UDA fallacy, seeking sympathy for nothing, because they think that everything at Raila is a state project. Maybe state is Raila's project, but Raila will never be a state project. Okay, it seems like these people of UDA, they fear walikuogopa wote, they feared you, they just ran away. Wakati niliwaambia waniambie kama hii bottom up imepelekwa Nandi. Nandi is so poor, you cannot compare Nandi and Kisii. You cannot compare Nandi ama Baringo, where people are dying of hunger, and Nyamira. Instead of taking those money, he's telling us, oh, money. People are dying in Turkana. Turkana is in Rift Valley. People are dying in North Kenya. Why? What are you doing in Kisii? Kisii is not poor that much. Take money and so-called bottom up where it is due.
take them to Northeastern. Baringo, people are dying. Some parts of Elgeyo Marakwet, people are dying because of hunger. People are dying in Samburu. People are dying in some part of Laikipia. So if it's true and genuine with bottom up, you should start with those poor and bottom counties like Baringo, where he will get a lot of votes. Apeleke hizo maneno huko, ndio watu waanze kuinukia kutoka huko. And Kisii is a very rich county. If you look for the counties that are rich in Kenya, Kisii is among them. So I don't think Kisii people need so many wheelbarrows and boda than Baringo or Samburu or Turkana or West Pokot. He should take those things up there. It will help him if he's genuine and serious of so-called bottom up. Bottom up is just something that is using to lure votes, but not an economic model that anyone can sit and discuss. What? 12 p.m. 44 minutes. It's okay. Oh, hii Kenya mpaka nimechanganyikiwa. Kai, wewe Yaga, you can talk like 30 mpaka watu wa UDA wanapa wote from 30 states people to run away. Nimetafuta tu ya mtu wa UDA, hata mi nimepoteza namba yake na hiyo group ametoka, so sijui ameenda underground. This man we call this man we call tunamuita jina kimena kidogo. So you know, the conversation, it can make you have some sense. So to those guys who are watching us here, the only statement Ayaga made here, merepeleka watu mbio wametoroka. Arimur Mohammed I asked Ayaga, when Raila and Uhuru defended Waiguru in her corruption cases, and now when she has joined UDA, now arrested. Nataka sasa sijaelewa. Arinur Mohammed, can you please let me answer him. I've understand him. Nimemwelewa kabisa. Before you continue, let me just help Mwankio Salm on how to enter or to join us live. Let me just give him some tips so that he can join us. It's just 14 minutes to 1 a.m. East African time. This is Hot TV. Mwankio, fanya hivi. Do you see below on your comment, there is a comment, there is a link, which is Kisii Hot TV, https streamyard.com /E2HNH8J for IG. That link you see, you press on it, just answer questions vile nakuuliza maswali. So if you answer questions the way you are being asked, you get yourself inside the studio. So I'll see you and I'll add you to the studios. So wewe fuatia hiyo maswali vile nakuuliza, jibu vile nakuambia, itakufikisha hapa ndani. Sawa sawa. Salim anaitwa Mwankio Salim. Salim, chukua hiyo link, finya hiyo link, and hakikisha kwamba unaifuata pole pole jinsi ambavyo inakuambia. Wewe usikatae kitu chochote. Kikuuliza swali, say yes, allow, open microphone, open the camera. You will get yourself inside here and repeat together with you. Yes, Ayaga. Yeah, thank you very much. Let me answer Ali Nur Mohammed. Ali Nur Mohammed, Uhuru never defended Waiguru. I think Waiguru was defended by ODM members, which, yes, according to me, if I could have been an ODM senator, I could have supported Waiguru. You know, my brother, there is this tendency where when somebody is corrupt, and maybe perhaps Raila said you are corrupt,
And if you are coming from central Kenya, you go to your people, you start abusing Raila, and then they vote you in the in a way that they are punishing Raila, you know. They vote Waiguru after Raila told them clearly that this woman is not a good woman. They went ahead and elect Waiguru to punish Raila. When Raila time comes, they wanted the same Raila to help them move Anne Waiguru. Raila also did the same thing they did by supporting Anne Waiguru to continue dealing with them. You know, they have forgot. They will again vote him under the Jubilee to punish Raila. If the said woman start eating them up, they will come run helter-skelter, tell us, hey, we want to impeach. I'm warning them. Waiguru, if he goes to Angel's party, he should not be elected. And once he's elected, he will finish his term and he will be supported because his people want him, not few people who will be against him. If you vote a thief, you will live by it. That's why we cannot impeach William Ruto. That's why we cannot impeach Uhuru Kenyatta. Those who vote him should take the dose up to 2022 August. If they did the same mistake, that one will be upon them. Like there is, I'm getting rumors that aliyekuwa CS wa finance Rotich is running for, is it Elgeyo Marakwet or Nandi? I don't know, or Kericho, those counties. If they made a mistake of voting him because Raila calls him a thief and he was found to be a thief, if they elect him to punish Raila Odinga will reply the same, and tusilaumiane. Ukishaambiwa ni mwizi, pigia kura. Ukitaka ukianza kuibiwa huko, kwa sababu maybe when these guys are stealing from national government, is not affecting the county where he's coming from. But when he become the governor of that county, he will start eating you up. Now from the within, you start complaining to Raila. Raila is a human being, but they should give Raila some break and some sympathy. Scott Mwankio san wacha nitajipa na kesho. Nimeshukuru, lazima nijipange kisawasawa. Huyu mjamaa wa kujibu maswali ni noma sana, ni noma sana. Ametorosha walikuwa refu wa anyway. Mwankio Salim, we should have this. We will have the same topic of politics on every Saturday's night. On Mondays to Friday, we have another show we do here live. We have another topic which we talk we talk over. So on every Saturday, ndio tunapiganga mambo na siasa. And if you see there's a politician you see somewhere who is from ODM, who is from OKA, who is from UDA, and you want him to bring him here on our studios, we share together. Well, just to partake a connection to tutamuleta hapa. We are located within Kisii town. We are the CPD. So you will come and join us on in this conversation. So itakuwa sawa tukienda kujifundisha mawili matatu. Unajua kuna kitu ambacho tumejifundisha. Virayaga ameleta watu mbia hapa, wametoroka mmoja kwa screen peke yake na mimi. So just because hii mambo na UDA na ODM, yeah, we have come to realize kwamba kuna watu wana support UDA because of you see something, na kuna wengine wana support ODM kwa sababu wanaona kitu pale. Lakini even if as we see, even the MP South Mugirango constituency who is now, how can I say? I can say who's the next of kin to William Samoei Ruto. Yeah? Yaani Ruto akikuja akiwa Kisii, yeye ndiye anaongea sana. Mpaka niona chuzi wapunge wengine wakilalama sana. Wakipigana wakisema mbona Osoro anapatiwa na yani muda mwingi wa kuzungumza kushinda sisi. Here is what I wanted to say. Yeah,
Even Osoro himself, nakumbuka vizuri sana the statement he made when Ruto was at Nyamira County. When Samuel Ruto was at Kisii County. The statement huyu jamaa alisema ni hii, Mheshimiwa Osoro, if I may quote, mimi ninafuata mahali kuna supu kwa Kikisii niko bwate asomo sori. So hii inamaanisha nafuata mahali kuna supu. So nikifuata mahali kuna supu, mahali kuna kitu, ndio nifanya nini? Ndio nipate. I even remember akiataki watu wengine pale, eti wanakaa kwa mtu mwenye ako na pesa, sijui wanatafuta mtu mwenye ako na pesa, and he quoted akasema kwamba haya basi, kama sisi tunatafuta pesa mahali ziko, kwani nyinyi mnatafuta nini? Si pia nyinyi mnatafuta pesa? So this means kwamba there's some people who are supporting the Dr. William Samoei Ruto just because of money. And that's why niliuliza swali, what if tomorrow this man runs a bankrupt, pesa zimwishie, atakuwa na hao watu wanamfuata kwa sababu ya pesa. Even Kemosi, this is Kemosi of where is this? West Mugirango or where? West Mugirango, if I remember. Even him alisema mali kuwa na mchako fulani wa shule yake. This was in Nyakimja Secondary School. Wakati Matiang'i alimwambia, my friend, wacheni kufuatafuata na kukaa mahali ambapo hamtasaidika. Tafuta mahali mnaweza kaa. The man said, alisema kwamba tunatafuta mahali kuna kitu. Tuko kwa mahali kuna kitu. So you see, people are going where there's kitu. Na kitu ni gani? Ni pesa. The man alisema kwamba if Ruto one day, 1 week, 1 month, 1 year asimame kutopeana pesa kwa rali zake, kwa mama mboga aseme leo I've given you 2 million, wanapodaboda imepatia 1 million ya mafuta, if he may stop giving this money, huyu jamaa atakuwa na watu, will he have supporters? Because siko baya, sijaegemea katika upande wowote ule, but I'm still asking the question because tunaona pale Raila akienda mahali Azimio la Umoja, this man anapita pale na kuongea Azimio la Umoja na anaenda, but if you see from the pack up he has some governors akona governors who are in power, he has the MPs who are in power, he has MCAs who are in power. But when you see Ruto going somewhere like in a certain county, you might see this Samuel Ruto akona those ones who want to be the governors of that county, not in the power, but they are what? The aspirants. They aspire. So Can I answer you? Can I answer you that? Yes. Yeah, thank you very much. Look at the Ruto convoy very well, and look at the so-called MPs that are after Ruto. Those MPs, majority of them, like 70% of those MPs and MCs, are the first-term MPs. So number one, I agree with Osoro in totality that these are people who are looking for money. How many governors are Ruto campaigning with now, even from his own backyard? I know Mandago is supporting him. I know Chepkwony will support him. I know the governor of Baringo will support him. And look, from other regions, 100% Ongwai will not support him. These are people, the governors are the people who have established themselves. They have money. So Ruto is looking for people who don't have money to roam around with. These guys are guys who are poor. I can call them that. That's why, it is very easy to lure somebody who doesn't have money with money. So majority of them are after money. When on February, when the politics will be now at home stretch, majority will leave UDA because some of them just went to UDA to source
what we call the campaign money. When the time will come that the Yes. chicken will go home to roast, they will leave UDA. Or they will be in a parties that will say, we are affiliated to UDA, but we are not running with UDA. Somebody like Osoro is a good young man who knows it to calculate politically. He will weigh because South Mugirango also have some bordering laws. So he knows very well how to calculate his political cards. Mhm. And when he made that political statement, tells you that even the majority there who are following Ruto, because you are followed by MPs, how many salary? How much money MPs are in control? 1 million per year, 100 million per year. That is a very small money. Some counties, some constituencies are so huge. So these MPs, they don't have cash, and William Ruto is ready to give them. But I think by February, when the chicken will come home to roast, watajipanga pabaya sana. And I think they are building bases, and William Ruto will know their true colors. And I think UDA will be a Rift Valley party very soon by February. Right. Anaitwa Arimur Mohammed Ayaga. If Junet Mohammed is Papa's spokesman about if Papa win government is for Nyanza people only, and Junet Mohammed will cause Papa to lose elections. I think Ali Nur should even be happy in first place that Raila Odinga has Oria as his spokesman, and that Oria is his brother and his fellow Muslim. He should even be happy, number one, that one day he can go to Junet's office and then speak Kioria with him so that they can converse. Even in my presence, I can even get lost. He should even be happy. Number one, stop being jealousy. Number two, I think the statement of Junet Mohammed was taken out of context. I saw him the other day when they were doing a Azimio la Umoja somewhere in not in Kisi, and he also say we are making the government of us here. We are making the government of Wakamba in Kitui. Because when you make, as Miola Umoja says, we want to feel that someone in Nyanza is in government. The government is ours. If you go to Rift Valley, you ask them, are you? They say yes, we are in government. Government is ours. If you go to Coast, the same. If you go to Northeastern, where Ali Nur is coming from, you say the same, that we are for Marsabit or Mandera or Isiolo or Wajia. We are in government and the government is ours. The Junet statement is always open. Look what Jubilee did. Jubilee government did in 2013 when they come to power. The government was two community running the government. The rest were just joyriders. At least when they divide the cabinet into half, Uhuru Kenyatta came to Luo Nyanza, picked Omamo. He went to Kisii, picked Matiani. He went to Loyaland, picked Wamalwa. He went to Northeastern, he picked Ali Hassan Wario. He went to Mombasa, akachukua Kazungu, ndugu wa Kazungu huyu. And the rest he picked from Central. The 8 that were given to Ruto, all from Rift Valley. He never see a Turkana, is in Rift Valley. He never give any Turkana. He never give any Masai because Olelenku was appointed by president. And that's why even the parastatals, they all headed by those two communities. That's why if you go to Kenya Power, if there is a corruption today, around most of Kalenjins are there. And they are saying, they are using corruption to target our community. No, those communities were pointed there. If something went wrong in Kenya Power, headed by Kalenjin, MD Kalenjin, directors Kalenjin, you want to go and arrest somebody in Kisii that has never been employed there. That is, you go to Pipeline, Kenya Pipeline, all are Kalenjin. If something is wrong, all Kalenjins are arrested. Same to Minister of Finance,
all Kalenjins were arrested. And then they start saying, you know, if someone could be arrested from Kalenjin, na mtu mwingine akuwe arrested from Northeastern, another one from Kisii, another one from the, Western, in the same ministry or same parastatal like Kenya Power, we could have said we are in government. Junet never said that government will be for Luos and Raila will pick all CSS from Luo Nyanza. When Raila was a prime minister, even it is Western who benefited because Musalia Mudavadi was appointed minister. He gave them Marende was a speaker. He gave Otuoma was given a ministry. Ababu Namwamba was given a ministry. He gave like 5 ministry to Western. He get Joho from the coast. He get Kingi from the coast. Onyonka was given assistant minister from Kisii. Even in Luo Nyanza, we only had 2 ministers, Orengo and Otieno Kajwang. Yeah. So that is the kind of a government we have. Everybody feels is in government, not a portion of government, not a portion of 2 community that after that they promising each other at let us help me, I do 10 mine, then I help you, you do 10 yours. They are promising as if this Kenya belonged to 2 of them. I think Junet Mohammed's statement was fighting this narrative of kumi yangu kumi yako. He was not even referring to Nyanza, but narrow-minded like Ali Nur always want to narrow things and work on sympathy. And I want to tell you, my brother, sympathies never make you win. Your candidate should look for value and issues and policy to base his campaign. He should not go and cause chaos in Kondele. Today, this week, they will campaign with the issue of Kondele. Last week but one, they were campaigning about issue of Junet. Junet said this. I don't know what will happen by Jove tomorrow. I don't know, maybe Ayaga have said this. They will campaign you. Ayaga is from Luo Nyanza. Ayaga was said was had or recorded in Kisii Hot TV saying this and that and that. They should look for issues. If it is their so-called bottom up, they start hata watu wa Kalenjin wanataka hiyo, waende Bomet, waende Kericho, waende Nandi, waende Elgeyo Marakwet, waende pia Uasin Gishu. Si ati Kisii peke yake na Western na Coast na Ukambani na Eastern. Hata hapa Nairobi sisi hatujawaona. All right. This is Yaga. Okay, anyway, thank you. I have everybody from here. Swap the UDA supporters from the screen by asking questions. Anyway, Yaga, I think now it's time for us to wind up, and we shall meet up next week on Saturday. But as from Monday to Friday, we have another issues we do here. You are free, you can come, but on specifically on the politics, we do it on every Saturdays. Arimul Mohammed, all of those sitting government escaped to be arrested and intimidated them to revive corruption cases again at them. Ayaga, when do forget throwing stones against the Pirito is motorcade. By the way, if I can recall, Alinur, this is Alinur Muhammad, if I can comment this one over this the stones. But then even I heard I read some newspapers. The police want DP from not attending, from not holding any rally at Kondele. But the DP, he never had what the police had given him. Again, the people at Kondele did not stone Ruto because has gone to campaign there. Because the other day when we had celebrations on the nearby stadium, the motorcade, these people stopped the motorcade so that he can address them. He has been in Nyanza. He has so places. But and my brother, on my summary, as I finish, yeah. Let me explain that issue of Kondele to Alias and Noor.
you know, I was in Kisumu, and before I left Kisumu to Nairobi, I got a very shocking details. My brother William Ruto is the president, is deputy president of this nation, and anytime he walks around, he should walk with the armored car. Armored car, the glasses cannot be broken by stone or even by bullets. A live round ammunition cannot penetrate through Ruto's car. A shocking revelation I got from the ground, and I confirmed that a day prior to Kondele, all vehicles that were to go with Ruto to Kondele, they were all have an insurance with Amaco Company, which is halfly owned by William Ruto. He has a lot of shares there. So it can't be a coincidence that these vehicles were insured by this company in case of anything, if there were no prior plan. Hakungekuwa na tena coincident kwamba these vehicles were not armored, include the one that deputy president was sitting in. It was not armored car. Even a stone can break the glass. They were just this ordinary vehicle, which is not armored. My friend, those two coincidence, that Ruto walking in a convoy with none of the cars is armored car. Number two, a certain coincidence that all these vehicles were insured by the company he owned. There was a big intention, so Ruto created the scene for his vehicle to be broken. I've not seen them taking a picture that this is my car, it was stolen in Kondele, is being repaired at a certain garage. They were all taken to insurance, and the insurance is paying for what it was paid for. So it is not a coincidence because that Ruto has run out of political narrative. He started by poor versus the rich, and he realized that the poor versus the rich was going to cause a lot of trouble on him. Then he went to things he called hustler. When we start defining the word hustler is a prostitution and stealing, then he jumped to bottom up. People are now asking him why his bottom up is not taking to his home counties, only other counties. He has realized now this bottom up, people have realized, is not about economic model, is just a vote hunting mission. So Ruto is looking into sympathies. Like you want to create scenes. If you go to Nyanza, he creates scenes. I was beaten. You go to Central Kenya, he sells the Mount Kenya fear. I want to talk to my brothers from Mount Kenya. You have been sold fear, demonization of Raila Odinga, and that has made you vote for wrong leaders and rogue leaders. Look at the MPs from Mount Kenya. You just go abuse Raila and then you get elected. And that is what Ruto wants. I do something in Raila's backyard that is very bad. And when I go to Mount Kenya, I convince them that guy is a violent man, that they will vote. No, it will not work. Ruto has that's why even the word that Junet just said, yeah, a small thing Junet said was their campaigning tool for the whole week. They have run out of the idea, policy, and political narrative. Ni kama gari sasa inateremuka na mteremuko, ikipata mlima kidogo imekwama, wanatafuta kama Matiang'i amesema nini. They want to campaign with Matiang'i issue the whole month. They look for maybe Murade or Atuoli has said what. My friend, these guys should look for a concrete political narratives. They should not go for sympathies. These things of called sympathies, nobody will remember Junet said that. Nobody will remember Matiang'i said this. No one will remember so and so. They should give us a concrete narratives and sell their narrative across the board like what Raila is doing. He goes to Nyanza, he go to Kisii,
he go to Western, he go to Rift Valley, he goes to Central. The other day he was in Kitui, Lower Eastern. He went to Mandera, he went to Garissa, northern part of Kenya, and again heading to coast. But Ruto is selling a narrative that he cannot even sold to his own people. If your narrative of bottom up, if your narrative of rich versus poor, if your narrative of hustling is so good, start selling it to your people back at home. Start in Uasin Gishu, go to Nandi, go to Elgeyo Marakwet, go to Kericho, go to Bomet, and then we will believe this idea is a good idea. It can be sold in Kisii, it can be sold in Nyanza, iletwe Western, ipelekwe Northeastern, ipelekwe Nairobi, ipelekwe Central, ipelekwe Coast. That's why you can see, look at Ruto convoy lately. The most of majority of coastal MP, like Mweshetani, the other one who was elected the other day, Fazul, Faisal, and the majority of them, they have been avoiding that convoy. It is only this lady from Kilifi, Aisha Juma, amekuwa na hii tangatanga. People are realigning, people are depangering. If you can not solve this idea to your own people, which means this idea is poison, because hata kama umekuwa na chakula, patia watoto wako chakula wakule kwanza, ndio ukapatie watu wa jirani. Lakini food that you are not giving your people and you are giving it to other people, that's a very bad food. That's why this narrative is not working for them, and now they are now turning into sympathy. Even if Ayaga say, no, I want a government of Nyanza people, they can campaign with that thing the whole week or the whole year or the whole month. Ruto is a distressed man. Look, even today, if I'm, let me give me like 20 seconds. Look at today. Ruto have been telling us all along that Central Kenya is his stronghold. Today, Ruto campaign in Gatundu, in Kiambu, up to like 9:30 p.m. Saa tatu ya usiku, your stronghold. You will never see Raila campaigning in Luo Nyanza mpaka hata for more than 2 hours. He will just pass, say hi, tell you I'm here, and he pass. He go to places, he's hunting votes. If it is true that Central Kenya is his stronghold, I think Ruto could have not been campaigning up to that late night. He's a guy in distress. This guy is suffering depression. He's now seeing the reality. This thing is leaving him. The narrative is dead. Nobody is buying it. People are going there to eat money. After eating money, they wanajipanga. So hiyo ndio kitu wafaa kuona mapema. Hata Soro amemwambia tunafuata sali, wakati nyuki utakata sali pap, tutajipanga. I thank you very much for having me this night, my brother. Thank you, Ayaga, for joining us. Thank you very much. Appreciate. Natafuta udema mwingine anaitwa nani, sijapata namba yake. Atuya, even mi nimetafuta namba yake, nimeulizana, sijui kama mtu amenitumia. I think alitoka, hata sijui kama alinyang'anywa sasa simu ama hii UDA imemfanya akaenda underground. So acha nitamtafuta. It's okay. So let's meet on Saturday, on the same day, on the same time. The same Saturday nitakuja mapema. Naona hao watu wa UDA wanakujaga kupiga pang'anga mapema. I will deal with them early. Okay. Yes. Sasa good night. Thank you. Same to you. So thank you for watching us. This is Kisi Hot TV. Na mimi hapa ni Nyapto Dennis. You can call me Kukurikontu. Nitakuwa naitika, sitakuwa nakataa. Kukurikontu is my name of work. Nyapto Dennis is the names of my national ID. And I appreciate you guys for being with me. Tuangia mwendo wa saa 5 na sasa hivi imeonga tu saa 7:17 asubuhi ama Afrika Mashariki. Sasa ni alfajiri. Tumeshirikiana moja kwa moja katika swala la Ukambani, vigogo wakijaribu kung'ang'ana pale, tukiona pale Ruto akijaribu kung'ang'ana
na Raila akijaribu kung'ang'ana pale bila Kalonzo Musyoka, lakini tukaona kwamba Raila bado alikuwa kuna backup ya the 3 governors wa Ukambani wanampatia support kubwa sana. So na Ruto yeye mwenyewe na MP wanampatia support na wana ambao wanang'ang'ania katika kiti cha ugavana. So au ni mengi ambayo tumezidi kuyazungumzia katika eneo hili la Kisii Hot TV. Na kuambia kwamba kama unatufuatia kutoka nje ya YouTube, kama uta subscribe, share the link, leta marafiki zako, wale ambao unajua kwamba wewe ni mtu wa UDA, rafiki yako ni mtu wa ODM na obvious mnajiunga na yeye pale nje, muinvite on Saturday. And hivi kama pia tu ni mtu wa ODM, unajua na mtu wa UDA, muinvite on Saturday. Let's come here and argue positively, argue like mature people and get the right solution. And meanwhile, if you are following us from Facebook, you can follow us too on YouTube at Kisii Hot TV. Now, for Facebook, it is Kisii Hot TV. Just like our page, follow us, you will get updated as long as we upload anything, as long as we go live, as long as we do anything, as long as you follow us, and as long as you subscribe to us, you will get updated. Thank you very much. Naona hapa mtu anaitwa Dennis Ondeki, Papa the 50th President of the Republic of Kenya. Armul Mohammed Ayaga, deep state is the Raila supporters and plan to ring election for Raila and they go to ICC. I don't know that. Dennis Ondeki, Alinuru Mohammed, wacha hiyo tapia ya Wilparu Wezi. Hawa ndio wanaanza kwa comment section tukielekea kumaliza. By the way, mimi wewe nataka kumalizia hapa. Nataka tu by the way, kama uta subscribe YouTube channel yangu pale YouTube, niko na YouTube channel yangu inaitwa I want unaandika jina tu. Wote nikuandikie kwa comment hapa. Inaitwa hivi. Ukiandika hiyo jina Kban TV, unaona hiyo jina nimeandika hapo kwa comment. Andika tu kwa YouTube pale vile namaliza hivi nipatie subscribers by the way. So mimi nifikishe tu 400. Wengine wanaitisha 100,000, mimi naitisha 400 subscribers. So simnisaidie nifika hata 400 subscribers. Tukimaliza hapa kimbia pale, chukua hiyo link, share kwa marafiki zako, waambie tafadhali subscribe pia Kukuntu tufike 400 subscribers. Nitakuwa na appreciate sana. Kuna content pale, utaona content yangu pale ambayo nimeweka kule katika hiyo sehemu ya hiyo YouTube channel yangu. Pasi kikufresha, pasi mtu wangu, it's well and good. Lakini cha msingi na cha muhimu sana, nisaidie subscriber yako, share kwa marafiki zako, wanisaidie subscriber yao, itakuwa sawa. Hiyo jina Kban TV ama Kukuntu ni itakuwa hiyo ni yangu. So hiyo jina ambalo umeona hapo kwa comment itakuwa sawa. Gabriel Mwato anasema kwamba may the best player in. Asante sana Gabriel Mwato, asante sana na I see you. So nataka kumaliza nikienda, lakini tupatana wiki ijayo siku kama ya leo kuanzia mwendo wa saa 3 katika mambo na siasa tunaita hot seat. Part Monday to Friday kuna mjadala mingine ambao tunazingatia ama tunazungumzia hapa ndani. Tuna mjadala kuanzia saa 1 hadi saa 3. Wale ambao mnapenda Mungu, kuna Papa Leonard Isaac atakuwa hapa, anakuanga hapa kushughulika mambo na Mungu na kuhakikisha kwamba mnaabudu pamoja na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Kuanzia maeneo hayo mpaka wakati kama huu nitakuwa niingia kwenye studio katika kupiga family live, kushughulikia mambo na live, family live issues na mimi Kukuntu. Meanwhile, thank you for watching, thank you for following us, thank you for subscribing to us, and thank you for giving me your support. Ila tunakuambia tena, kimbia pale YouTube, pia support yako katika YouTube channel yangu inaitwa Kban TV. Hiyo jina nimeandika hapo. Ukisubscribe itakuwa sawa. Ukishare kwa rafiki zako itakuwa sawa manze. Support yako itakuwa muhimu kwangu. Funga macho yako, nimshukuru Mwenyezi Mungu. Ninapoenda kumalizia, tuende kupumzika. Mwenyezi Mungu, tunatukuza jina lako. Asante kwa nafasi hii na asante kwa usiku huu. Asante kwa kibali cha uhai. Asante kwa siku mpya. Asante kwa tarehe hii
na kwa asante kwa wakati huu. Umetuwezesha, umetupigania, familia zetu ni wazima, wao si wagonjwa, umetuwezesha, umetupatia chakula, umetulinda. Sisi tuko salama Mungu wangu. Tunashukuru jina lako, hatuna cha kukulipa. Pokea sifa na utukufu. Asante Mungu kwa sababu umetuongoza na uzidi kutuongoza milele. Tusamehe dhambi zetu Mungu, ukatulinde na ukaweze kuhifadhi kila mmoja. Ambaye umetazama katika kipindi hiki na ambaye ameweza kuchangia, Baba mbariki. Achia neema na fadhili zako juu ya maisha yao, familia zao na watoto wao hawatakosa Bwana. Sasa tunapoenda kupumzika na tena tutakapopatana wakati mwingine, tuongoze. Naombea watazamaji wote wa Kisii Hot TV. Mungu wabariki wote na wanemeshe na baraka zako. Asante kwa maana wewe ni Mungu mkuu, eshe milele. Sifa zote ni zako hata milele na milele. Na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen and amen and amen and amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. Shalom. Good night. Bye bye. Don't forget to give me your support on K-Ban TV. You go comment, subscribe, share to friends. I'll be very grateful. Bye bye.